hesabu zilivyo. Kama Yesu anasema acha watoto washibe kwanza, it means huyo na hoja yake, ajenda yake, yani inalingana na hizi, lakini sio miongoni mwao. Haleluya. Acha watoto washibe kwanza. Sasa kuna kitu nataka tukirekebishe kidogo, watu wa Mungu, na sio kama naongeza andiko, nake kuna wale mafuta ole wako ongeza, siongeza kupunguza. Soma katika tafsiri nyingi, sio zote, tafsiri nyingi sana za Kiingereza. Pale kwenye eneo la chakula hawajaandika food, wameandika bread. Tunakubaliana wameandika bread. Sasa mimi nataka tuwe ile, sio kusema Mungu aliongea kwa Kiingereza. Mungu hakuongea kwa Kiingereza. Kuna point nataka tukikamata. Unajua kwenye kupeleka ujumbe au kuhamisha ujumbe, kuna kitu anakiita concept. Misinterpret, kuna ile tunasema misconception. Yaani ule ujumbe ulikotoka point A, ukikosea kuuhamisha, kinachokwenda point B ni kitu kingine. Kwa hiyo huyu atakuja kuelewa kitu kingine. Ndio maana zamani wanasemaje, ukiona watu kama 20-30, huyu mwambie mnongoneze mmoja. Kamwambie bwana, yule jamaa aliyevaa shati la rangi ya njano afanani. Sasa huyu utakayemwambia afumulize yule wa mwisho. Utajiuliza, hii sentence kapewa na nani? Yaani kuna kipindi mwingine anatia udambwidamu pale. Tia udambwidamu, mwisho wa siku kinatokea kitu kingine, si ndio? Unaweza kuniambia kwani kuna tofauti gani kati ya chakula na mkate? Naweza nikakwambia katika hali ya kawaida unaweza usione tafsiri nani tofauti kubwa, lakini kuna tofauti nyembamba sana. Kwa sababu mkate ni chakula, lakini sio kila chakula ni mkate, si ndio? Tunakubaliana, si ndio? Katika pointi hiyo kwanza tunaanza kukubaliana kwamba mkate ni chakula, lakini sio kila chakula ni mkate. Lakini hapa mimi kitu ambacho nataka tukiangalie kwa pamoja specific, kilichoandikwa kilikuwa ni mkate, ila huo mkate ni chakula. Si nimeeleweka? Naeleweka hapo kidogo Yaani hapo wameandika, wamerahisisha chakula, lakini iko chakula aina yake ilikuwa ni mkate. Ndio maana kuna baadhi ya tafsiri wamespecify bread. Haleluya. Sasa kwa nini nataka tuikamate hiyo? Kwa sababu nataka tuangalie kwenye historia uko Israeli ilivyokuwa zamani. Sijajua kwa sasa hivi, lakini katika taifa lile la Israeli katika miaka hiyo, ilikuwa ni jukumu la serikali ya Israeli kuhakikisha kila familia, kila kaya wanapata mkate. So wa kiroho, sizungumzi mkate wa kiroho, mkate wa kutia papwani. Ilikuwa ni jukumu la serikali. Unajua, ngoja ni skip kwanza hapo, afu nitarudi. Tuache Israeli. Hapa Tanzania yenyewe, kipindi hiko sisi wa Tanganyika, sijajua wengi wamezaliwa katika kizazi gani, sijajua. Unajua mimi nimezaliwa Ilala. Mimi hapa sijajua kama ilikuwa ni nchi nzima, lakini mimi nakumbuka miaka ile yetu sisi wakati tuko wadogo, serikali yetu ilikuwa ina provide baadhi ya vitu familia zetu. Mimi nakumbuka bibi mkubwa na wadogo zangu tunapelekwa, unaenda kupewa pale maziwa ya unga free of charge. Si Ulaya, nazungumzia hapa Tanzania. Ilikuwa ile mama anavyoenda pale clinic anapewa maziwa, kuna unga, sijajua jina ilikuwa ni Kiswahili au vipi, walikuwa wanaita buruga, unapewa. Tunakubaliana, si ndio? Ilikuwa unapewa unga wa buruga, sio unanunua, unapewa. Wewe ni raia wa Tanzania. Lengo yani mtoto ukae na afya nzuri kuanzia kichwani. Sio, inaeleweka ni hapo? Unajua nyinyi kizazi cha 2000 kuna vitu vingi mmevimisi. Niwaambieni, hii nchi haikuwa mbaya kama mnavyoambiwa.
Haikuwa hivyo. Mimi nakumbuka miaka ile umepata changamoto ya kiafya, liko linaitwa tolitori. Hizi ambulance inaitwa tolitori, inakufuata nyumbani kwako na kukimbiza free of charge. Yes. Sasa hapo sizungumzie sasa Ulaya, nataka nizungumzie kwanza kwenye taifa letu ili upate picha vizuri. Ilikuwaga hivyo. Achana na zile longolongo, huyu anaweza katia na kueleza vitu ambavyo sisi tumeviishi. Linaitwa tolitori, linakuja ni pale hapo unakimbizwa hospitali bure. Kwa sababu gani? Ni raia, hizo ni sehemu ya haki zangu kama raia. Naeleweka hapo Sasa Israeli, moja ya haki zao ilikuwa serikali ina provide, inahakikisha inagawa mikate kwa kila raia ili wapate lishe, na vingine vilikuwa inategemeana siku na siku, lakini mkate ilikuwa kila siku. Unajua wewe jiulize kwa nini Yesu anawaambia mtakapo baba tufundishe kwanza wanafunzi Bwana mkubwa tufundishe kuomba. Yesu anambia mtakapoomba semeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Ina maana kule hauendi kwa kuonga. Unaenda. So mtaalamu wa mipango ndo utafika kule, kuna utaratibu wake. Kwa hiyo mtakaposali semeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike au mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama ilivyo mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Najua kuna pengine wametupe leo riziki zetu za kila siku. Pale wameongezea tafsiri ili tuelewane vizuri. Lakini alivyozungumza yeye mwenye alitaja mkate. Yesu huyo anautaja tena mkate. Haikuwa bahati mbaya. Sio kusema maneno alikuwa yanamponyoka. No. Aliona kuna vitu vingine katika mifano ya kawaida mvihamishe katika namna ya kiroho. Kama serikali ilikuwa na uwezo kuprovide mkate kwa kila kaya, piga hapo. Ni haki yako wewe, the moment ukiwa raia wa Israeli, ilikuwa na uhakika wa lishe. Unajua kuna ile misemo sisi mtaani wa Swahili, sijui ilianzia bwana, na uhakika. Wanapokuwa kila mtoto anakuja na sahani yake. Ongeza baba. Kamua mpaka mwisho. Ila mtoto akija anakuja na sahani yake. Au sasa akishakuja kaja na sahani yake au namna gani? Yaani kwanza aje na sahani hapo, akishakuja ndio hiyo sasa kibongo sizungumziki serikali. Sasa Israeli ilikuwa serikali inahakikisha kila familia wanapelekewa mkate. Sijui nimeeleweka. Sasa Yesu anawaambia wanafunzi wake, anawatia darasa, si vema kuchukua hii share ya mtoto alafu unawatupia mbwa. Sio vema, sio hekima. Kwa hiyo hekima ni nini? Subiri kwanza watoto washibe. Kuna mtu ananielewa, utanielewa mpaka mwisho. Ukitulia kwa Bwana utanielewa. Mungu anataka usikie nini. Sasa Yesu anawaweka sawa, kwa sababu Yesu alikuwa anafundisha, anahubiri, lakini alikuwa anawaandaa wa wanafunzi ili the moment akiondoka watembee katika njia iliyo sawa. Ili yeye aliye mwanzilishi wa imani yetu ndiye atakayekamilisha, lakini anaikamilisha pamoja na sisi wenyewe tunapotake step, tunapotembea katika channel sahihi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Yesu anaambia sio vyema ili share watoto. Uponyaji, ukombozi, kufunguliwa ni share watoto. Kwa hiyo subiri, huyu ambaye sio mwana, sio haki yake, anatakiwa kusubiri kwanza ili watoto washibe, wawe na kila kitu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tazama mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, mawazo ya amani, kuwapa tumaini siku zenu zote za mwisho. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe.
haijalishi napitia nyakati gani, lakini naangalia wazo lake kwangu ni nini. Anasema, tazama mawazo ninayokuwazia wewe mwanangu ni mawazo ya amani, mawazo ya amani, kukupa wewe tumaini, to give you hope. Tumaini maana yake kuwa na hakika kwamba yeye amezungumza, hatusema uongo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna ushahidi. Tumaini ni ushahidi. Amefanya kwa Joni, atafanya na kwa Yakobo. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Nimemwona amefanya na Elia, nimemwona amefanya na Yakobo, nimemwona amefanya na somebody. Kwa nini asifanye na mimi? Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mtu ananielewa? Sasa Yesu anatengeneza misingi imara kwa wanafunzi wake kwamba ni kweli neema ipo ya kutoa pepo kwa binti yake, kutatua changamoto ya umama. Hiyo neema mimi kama Yesu ninayo, lakini kwanza nataka ni spend time na watoto. Wacha kwanza washibe. Unajua kwa lugha nyingine iliandika kwanza watosheke. Hao ambao ni watoto nataka watosheke kwanza, waseme alafu kilie, kwa sababu ndio mission yake. Mission ya Yesu aliizungumza. Wengi wanaamini Yesu mission yake ilikuwa ni kufa msalabani, yaani afe ili tuokolewe, ndio mission yake. Hiyo ni tawi. Haleluya. Ukisoma ile Yohana 10:10 anasema yaji ila chinja hivi na kuharibu, bali mimi. Sasa hiyo sio kusema namna gani Yesu alisema bali mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Sasa ukiangalia katika tafsiri nyingine pale, ukiangalia Amplified Bible, ukiangalia King James yani King James, ukiangalia Bible ni basic, ukiangalia tafsiri tofauti nasema Yesu anazungumza na alikuja ili wawe na kila wanachokihitaji, wakipate, watosheke, kisha wawe na uwezo wa kuwagawia na wengine. Haleluya. Kwa hiyo ndio mission ya Yesu. Yaani sio kusema upate chakula tu, yaani uwe na hela ya kula, uwe na chakula nyumbani kwako, uwe na mavazi nyumbani kwako, lakini uweze na kuwagawia wengine wahitaji. Ndio mission ya Yesu.